Maisha, watu wanapambana na maisha. Wamegoma kuja hata kwenye maombi ya Jumatano. Wamegoma hata kuja kwenye mfungo wa leo. Walisikia kabisa watu wametoka Betheli, hawakuwa na mpango wa kufunga. Wamekuja hapa na wamefunga. Ila kuna mtu yuko hapa kwenye hizo nyumba za jirani hajaja. Na watu wanapambana na maisha. Wanaomba usiku kwa sababu wanaogopa wachawi, wanaogopa vibaka. Ikifika asubuhi utamuona katika maombi anakimbia kazini. Wanakimbizana na maisha. Waulize, tangu mwaka 81 amezaliwa hadi leo alishapata maisha. Kila siku anaamka saa 10 anakatisha usingizi, lakini hata hayo maisha anayopambania bado hajawahi kuyafikia. Na nataka nikuhakikishie hata yafikia. Maana hata ajui maisha ni nini. Yesu ndiye akatoa maana halisi kwamba alikuja ili atupatie uzima, na uzima huo unaotoka kwa Yesu Kristo wanadamu watakapoupata wataupata milele siku zote. Tembea pale Bugando uone wagonjwa. Nilivyoenda tulifika sehemu tukatengana na mkurugenzi, akaenda kwanza kwa mgonjwa wake, alafu baadaye nilimfuata baadaye. Sasa tulipopita sisi tulienda kupanda lift. Tulipopanda lift tukawa na mama mmoja mnene. Unene nao ni hasara jamani. Sisi kuna wakati ila napambania unene. Ila kuna muda anamwambia Mungu sio niache tu na haka kama Mungu. Yule mama alianza kukema kwenye lift. Nikamwambia Yesu asifie huko tafadhali. Maana sasa hii ni kesi nyingine utanifanya na mimi nife kwa pressure. Si humu itafia huko kwenye lift. Fika kule utakutana na watu wagonjwa. Cha kwanza ni mgonjwa, cha pili hata umri wake umeshafika wa kufa, ila hataki kufa. Muulize nikuombee nini, atakwambia hivi, niombee nipone, sio nife. Hakuna anayependa kufa. Kuna anayependa kufa. Hata kama ukiishi miaka 105 tukija kukuombea utasema niombeeni niishi. Unaishi ili ufanyiwe wewe, si ufe usubiri Yesu aje. Tengeneza maisha yako. Unajua ngoja niwaambie, kuna muda tunaogopa kufa kwa sababu ya dhambi. Unajielewa kabisa ulivyo, kwa unajua kama leo ni kifa. Rojo utakuwa unazisikia tena kuzisoma kwenye tamthilia na Biblia. Kucheza na simba itakuwa tu ni story unazozipata tu kwenye Biblia. Kwa sababu Mungu niache kwanza. Kumbe hata ukiachwa ndio uelewi hivi. Kumbe kesho yanakuja mapya zaidi ya leo. Wale wadada wanaona wazuri kesho wanazaliwa wazuri zaidi. Kama wewe ni mwizi ulikuwa umezoea kuiba TV za watu, umeiba za kisogo, leo kesho zimekuja za flat. Hisense. Kwa kumbe bora ungekufa leo maana kesho matatizo yanaongezeka. Nipo nakutana na wazee wanakuambia vijana wa siku hizi hawalali wanachati hadi saa 9. Kumbuka wewe mzee mwaka wa 70 hakukuwa na hizo iPhone. Zingekuwepo, na kama ukirudishwa kwenye ujana unatenda dhambi kuliko hata vijana wa sasa hivi. Dunia imeendelea. Ngoja niwaambie, kama kuna mtu katikati yetu anatafuta kuishi, mtafute chanzo cha maisha ambaye ni Yesu Kristo. Chanzo cha maisha sio hela. Kutana na matajiri watakwambia kwanza hawalali. Mtu halali anawaza miradi. Bora hata wewe una mke mmoja na katoto kamoja, na unakoroma hadi saa 2 napo mpaka wakuamsha. Acha kutamani maisha ya watu. Cha kwanza tambua maisha ni nini na nani anayetoa maisha. Sio mwanadamu, sio pesa, sio biashara, sio mke, sio watoto, sio ni Yesu Kristo. Kwa mimi ninakubaliana na Yesu kwa maana yake ya maisha. Lakini wanafalsafa wote sijakubaliana nao. Sijui wewe. Kitabu cha Mhubiri, yule msomaji, Mhubiri 1 mstari wa 2. Halafu Mhubiri na sura 12. Utaenda ukasoma ile ya 12 mstari wa 8. Tuyaone maisha. Mhubiri sura ya kwanza. Sawa. Na mstari wa 2. Ndio.
Biblia inasema mhubiri asema ubatili mtupu. Mambo yote ni ubatili. Maisha yote ni ubatili. Sasa hii mhubiri nenda fungu la kwanza. Moja. Mhubiri sura ya kwanza mstari wa kwanza hapo tulio anasema. Maneno ya mhubiri mwana wa Daudi. Maneno haya yaliyoongelewa ni ya mhubiri mwana wa Daudi. Maana yake Daudi si kwamba kweli alikuwa na mtoto mmoja tu Sulemani. Lakini alikuwa mfalme ni nani? Kwa hiyo moja kwa moja tutakubaliana maneno haya yanaandikwa na Sulemani. Anasema ubatili mtupu. Na ninachokishangaa kwenye sura hizi za mhubiri, anapoanza Sulemani anaanza mhubiri mmoja mstari wa pili, na mhubiri na sura 12 tu. Alichokisema hapa ndicho anahitimisha nacho mwishoni kwenye sura ya 12 mstari wa 8. Msoma Mhubiri sura ya 12 mstari wa 8. Ndio. Mhubiri asema, mhubiri yule aliyesema kule mwanzoni anarudia tena. Ubatili mtupu. Ni maneno yale. Mambo yote ni ubatili. Yaani ngoja nikwambie, ni kana kwamba analeta mawazo ya watu pamoja kwamba nimeanza na neno hili, eleweni vizuri. Katikati hapa nitatenda mambo mengi, nitaandika mambo mengi, lakini mwisho wa siku yote nitakayoandika hapa, maisha yote nitakayoyaishi baada yatakuwa ni ubatili. Mwishoni anahitimisha na kuwakumbusha hivi, niliwaambia kule mwanzoni, kama hamkunielewa na malizia hapa tena. Yale yote mlioyaona hapa katikati yote ni ubatili. Sasa neno hili wakati naangalia neno hili ubatili, sisemei Agano Jipya, nasemea Agano la Kale. Mitandao imekuwa mingi, nendeni hata mkagugo. Limepatikana Agano la Kale mara 38. Lakini mara 38 hizo 35 zote zimesemwa na huyu mhubiri Sulemani. Halafu hizo 3 zilizobaki, moja imesemwa na Musa, lakini ya pili kuna mtu ameandika katika kitabu cha Wafalme, yeye ameitwa. Kuna hiyo iliyoandikwa na Musa katika kitabu cha Torati 32 mstari wa 21, lakini Yeremia ameandika katika Yeremia 2 mstari wa 15. Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13 imeandikwa pia. Yeye anajulikana kama nabii wa Mungu, hajatajwa jina. Amesema hilo neno ubatili. Sasa unaweza usielewe kwamba kwa nini Sulemani aseme ni ubatili.